tuzingatie taratibu zote na miongozo yote, na si jambo jema kuanza kutishana na sheria manini, lakini kila mtu akitimiza wajibu wake, kila mmoja wetu akitimiza wajibu wake, basi ni matumaini yangu kwamba zoezi hili, na kwa sababu limekuja kwa wakati, litaenda vyema na litaisha kwa amani na utulivu. Kwa hiyo kahakikisheni pembejeo hizi zinakuwa salama kwenye maeneo yetu yote. Hakikisheni pembejeo zinakuwa salama mpaka kuwafikia wakulima au walengwa. La pili, tudhibiti hizi pembejeo zisije zikaanza kusafirishwa nje ya nchi. Najua kuna baadhi ya maeneo, kata zetu, tarafa zetu, vijiji vyetu na AMCOS zetu zinapakana na wenzetu wa jirani. Sasa kuna watu ambao huwa sio waadilifu, kama alivyosema mwakilishi wa bodi ya korosho. Mtu mwingine au hata mwenyekiti wa halmashauri alivyosema, ana shamba dogo, anapewa pembejeo nyingi, matokeo yake anaona hana kazi nazo, anaanza kwenda kuziuza nje ya nchi au kuziuza kwa watu wengine. Kwa hiyo tuhakikishe pembejeo zinakuwa salama na zinafikia walengwa kwa wakati na bila shaka yoyote. Tulikuwa na hafla kubwa sana hapa ambayo imehusisha wadau wote wa tasnia ya zao la korosho, ambao ni mtendaji wa kijiji, mwenyekiti wa kijiji, mtendaji wa kata, afisa tarafa, mwenyekiti wa AMCOS, katibu wa AMCOS, afisa kilimo wa halmashauri, maafisa kilimo wa TANECU na maafisa kilimo kutoka bodi ya korosho makao makuu. Lengo ni kupeana maelekezo ya namna sahihi ya usambazaji wa pembejeo kumfikia mkulima kwa mujibu wa mwongozo ambao umeandaliwa na bodi ya korosho Tanzania. Katika hafla hii mgeni rasmi alikuwa ni mkuu wa wilaya ambaye ndio msimamizi wa kamati ya ulinzi na usalama na ndio ambaye anasimamia zoezi la pembejeo na ndio mwenyekiti wa kamati ya pembejeo ya wilaya. Kwa hiyo tumewasisitiza namna sahihi ya kuwahudumia wakulima ili kila mkulima anayestahili kupata pembejeo aweze kupata na waweze kutoa elimu ya matumizi sahihi na salama ya viuatilifu ili tuweze kufikia malengo tuliopewa na ilani ya Chama cha Mapinduzi ya kufikia tani milioni 1 ifikapo mwaka 2029 2030. Tangulia kutuelezea ziko changamoto tumezipitia huko nyuma na wenyewe wameziona, ndio maana wamesema tuwaongezee watu ili zifanyike kazi kwa ufanisi. Lakini pia niwapongeze sana bodi ya korosho awamu hii walichokifanya. Pembejeo zimekuja kwa wakati, lakini pia na kuwakumbuka wale watakayekuwa kwenye eneo wanagawa pembejeo kwa kuwapa korosho shilingi 10,000 kwa siku, maana hiyo italeta motisha kuhakikisha kila mmoja anasimama kwenye nafasi yake na kufanya kazi kwa uadilifu. Ndugu zangu ni wanaushirika, tuna kauli yetu mpya ambayo imetolewa hivi karibuni, inasema linda ushirika, chagua uadilifu. Sawa ndugu zangu, kikubwa tukawe uadilifu katika kutimiza haya majukumu. Serikali pamoja na bodi ya korosho imewezesha wakulima kwa kufanikisha kuwaletea pembejeo, ambazo pembejeo hizo sisi tuko kwa kuzisimamia kuhakikisha kila mkulima anapata pembejeo ili kuweza kuongeza uzalishaji katika mazao yao. Ushirikiano kati ya maafisa ugani wa bodi ya korosho ni mkubwa, kwa sababu mabwana wale wanafika kwa hatua kila kijiji. Kwa hiyo tunapata changamoto, tunawaita, tunaongea nao na wanatupa elimu hiyo. Kwa hiyo kuswali vijana, nachukua sana watu wa bodi ya korosho kukumbuka hili swala, kwa sababu watu wa serikali wale nao wanakuwa na mambo mengi. Kwa sababu watu wa CBT hawa wamefanya